Kabla Chumo kukuja hapa Chang'aa ilikuwa imeisha. Na sitikitika sana nikiona tuko na principal chief hapa na pombe imerudi katika Matopeni Spring Valley. Chang'aa inaua hapa na inamaliza kizazi kijacho. Pombe ni mingi hapa. Chang'aa unapata inauzwa yani ni kama mandazi inauzwa. Yani mihadarati hapa kwetu imekuwa ni kama soko. Yo. Lakini mwanzo mwingine alikuja akasema moja tulie kidogo hapa. Akalala hapo kwanza. Tumemtoa hapa saa 9:30. Na kukunywa anakunywanga wapi? Nipiga nikichapa kikombe. Farasi. Mbona umechoka? Haya, wewe nipige kama niko uchi. Mbona umechoka? We are tired because we are jobless. We are tired. Anauza muradhini. Nyama mmoja amebeba watu zaidi ya 800 kwa mgongo yake. Ukienda kuomba ruhusa atutetee mtu. Unataka. Yaani mnakufa tu na mnakunywa hizo. Kama mimi ni mlevi tu. Mimi ni mlevi. Wewe unanipiga kama. Haya, hebu kuja twende na hapa. Farasi. Uko ataingia huko. Ule anakudia tu. Sana haraka. Naona vile inamilia mzuri. Kwa majina ni Joseph Gatiba Gefadhi. Hapa ni mtaa wa Spring Valley. Embakasi Central, Matopeni Spring Valley Ward. Hapa unatuangalia sasa mahali tumetoka. Panauzwa pombe ya Chang'aa ambayo ni pombe chafu, pombe ya Malaysia. Na kuna kijana wetu aliweza kuaga jana hapo. Nasikia aliaga mwendo wa saa 10 ya jioni ya jana mchana. Lakini walevi wakikunywa hapo waliweza kujua amekufa mwendo wa kitu saa 3 saa 4. Sasa kijana wetu ameweza kukufa. Ni kijana mdogo sana anaitwa Mwangi. Kijana ni wa mtoto mmoja. Na venye ameaga hivyo ameacha wazazi wake na stress. Na ukiangalia watoto kama hao wanakufa kwa hiari ya pombe, mtu at his own benefit. Kazi yake ni kumaliza kizazi kijacho. Tungeomba at least serikali ichukue action. Huyu mama tabia yake ni watoto kukufia kwake, anaenda na wadampu Mama Lucy. Wakisha kufa wanapelekwa mahali panaitwa City Mortuary, anaandikiwa unknown. Watu kama hawa wanatafuta utajiri na watoto wa watu. Kazi yao ni kumaliza watoto wa watu na hawajali moyo ya mtoto ya mtu. Hiyo pombe inaitwa makuria, kitu ambaye hata wewe huwezi meza. Sumu, wanauzia watoto sumu. Mama tunamjua kama Mama Steve. Na ni mama mwenye kiburi sana. Na anatoaga hata nguo wakati askari wanakuja kumshika. Na ukiangalia nyumba iko hapa, amejenga kwa shamba ya community na alijenga kikiburi ambaye hata hana stakabadhi za hapa kwetu. Hapa wengi wamekufa, tujakosa watu kama 5 4. Na ni uchungu sana tena tuone tunazidi kupoteza kijana kama huyo na tutazidi kupoteza watoto wengine wengi kama serikali itazidi kunyamazia hii. Sisi kama raia hapa tunaomba tu tafadhali tutengenezewe area yetu na askari wafanye kazi yao. Waache mambo ya hongo. Unachukua shilingi 100 na unauza uhai ya mtoto. Hawashiki umama. Umama akishikwa baada ya dakika 10 unamuona hapa. Na tunashangaa sana. Mama anauza bangi, anauza hiyo pombe na anauza sigara ambazo si halali. Kwa majina naitwa Damaris Jogona. Hii mambo ya pombe haijaanza leo. Tumejaribu kupigana na pombe, tunajaribu tukishikana na polisi na chief, tunajaribu kupigana na hii pombe. Lakini sasa imefika mahali mpaka watoto wetu wanakufa. So tunaulizaje? Ni nguvu ingine gani ama serikali tupee nguvu ingine ili tuweze kupigana na hii pombe. Tuache kupoteza watoto wetu kwa njia hii. Juu mtoto alikufia hapa usiku. Na alikuja hapa na akanunua pombe. Dakika kidogo akazimia. Kuitiwa tunaitiwa maiti. Hivyo ndivyo tutakuwa tunalea watoto. Unalea mtoto unamsomesha, unalea mtoto mzuri, baadaye anakuja anabadilikia juu. Mtoto mtafutia mpaka kazi. Mimi nikiongea hivyo naongea kama mzazi, juu niko na kijana bado. Na nahuzunika sana kama sijui kesho ni wangu ama kesho ni wa mwingine.
So hiyo ni kitu inatuumiza sana, na tunaomba ile hatua inafaa kuchukuliwa ndio hizi pombe tumaliziwe hapa. Kama kuna kitu inaweza fanywa, tumaliziwe hii pombe hapa. Wanakunywa hapa, wanalala hapo, na mtu anajidai anauzia kwake, ndio sababu haezi ulizwa. So tunauliza ni sheria gani imesema mtu kama anauzia kwa ploti yake asichukuliwe sheria ama asichukuliwe hatua yote. Na mjua Mwangi anajulikana kama Mwashi, na ni kijana hapa chini, ni kijana tumelea, ni kijana tumejua akiwa mdogo, amewekewa mpaka biashara hapa, lakini akaingilia pombe kigafra tu. Mtu alikuwa mzima tu hivyo. Akona mzazi na ni mtoto mmoja, mamake ana mtoto mwingine. The administration now, the area chief, the police, the area MCA, the area MP, the residents sasa wakaaji na nyumba 10, watu wote washikane ili tuweze kumaliza hiki kitu. Juu bila ku join hands together hakuna kitu tunaweza fanya. Lakini tulikishikiliana sisi wote, the government, the administration, kila nini yote, to join hands sisi na wakaaji, hii kitu tunaweza imaliza. Kwa majina mimi naitwa Joseph Kamau. Na nimeona hii pombe inazidi kumaliza vijana wadogo. Na si mzuri kwa sababu huyu kijana alikufa hapa kuanzia saa 10 na tulimpeleka mochari saa 9 usiku. Na ujue huyu kijana ni wa single mother. Huyo mama yake hata saa hii sijui kama anaeleweka kwa sababu mama mwenyewe ametupa fahamu kabisa. Hii pombe ikiendelea kwa hii kijiji yetu ama kwa hii mtaa yetu itakuwa ni mbaya zaidi. Mimi ningeomba tu serikali tushirikiane pamoja kuanzia chief, DC, DO na OSPD na OCS wa mtaa ama OSPP wa hapa Matopeni. Tushirikiane pamoja tuweze kumaliza hii pombe kwa sababu inazidi kuangamiza watoto wetu. Na mimi naona kama tutashirikiana pamoja watoto wetu tutakuwa tukizika kila siku. Kwa sababu jana tumeteseka sana kuanzia saa 10 mpaka saa 9:30 ya usiku. Hata kijana mmoja tumempeleka na pick up, si gari ya polisi. Watu wa crime scene walikuja hapa saa 8, saa 9 ya usiku. Kuanzia mvua imetunyeshea hapa siku mzima. Jamaa alikuja hapa akasema anataka kupumzika kitu kidogo juu ni kama hii ndio base yake, kwa sababu unaona akikuja hapa akisema anataka kutulia hapa kwa kidogo. Kuanzia saa 10 amekuwa hapa. Tumempeleka kuanzia saa 9 ya usiku mpaka mochari. Mimi sijalala leo siku mzima. Tujaribu jana kuanzia saa 3 ya usiku tumejaribu kupigia polisi. Tumejaribu kupiga police station, tumejaribu kupigia hii police post hapa, but walikuja kurespond saa 8:30. Na hiyo mimi naona si mzuri kwa sababu wakati tunafanya na serikali inatakiwa ina respond kwa haraka, kwa sababu huyo kijana kuanzia saa 3 ya usiku mpaka saa 9 alikuwa wapi? Na hata si gari ya polisi ilimpeleka. Sisi wenyewe ndio tulikaa hapa, private vehicle ilimpeleka.